Thank you. Asante kwa wote ambao mmefika. Ninataka kuchukua a few minutes from you. I want to teach you something that I've taught this one sometimes back. But as I was coming from home, God spoke to me akaniambia, I'm sending you people that we need to understand this again. You can do a better sound than that one. I thought you were here in the morning. We have this commissioning of Joshua. Habari zenu. Niki mwake dora na maundu maige na thura njorugo. You're too serious. Si musmairu hata kidogo. Please. Ebu, kila mtu asmairu. Otherwise sitahubiri. Kasura kidogo tu hata kama hutaki, smile wewe mseneke. Kagoheteirie. We. Nikuheteirie. Wewe nimekukosea. Si smile basi. Hata kama uko na shida, hakuna mtu ana shida hapa. Ukiona watu wote wamekuja, si kazi ya wako nao ya kufanya. Kuna kitu imefanya wafike hapa. Kwanza kwa Dora Waruinge. Na unajua Dora Waruinge ni nani? Makuragi atiriri, of all the people uliona huko. Sasa ukiona watu wako hapa, ni wako wamefinywa na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo si wewe tu uko na shida. We all have. Hata mimi ukiniona niko hapa, I have got issues. Ndio zimenisukuma mpaka nikafika hapa. Maybe ningekuwa makanika huko Girobani, ningetengeneza gari. Lakini Mungu akaniambia kuja tu hapa. Usimame hapo, ukisimama kuna mtu atapona. Ukiongea neno, kuna neno nitakuweka ndani yako na litabadilisha mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mungu aliniambia ameniongezea kiokoko kiagu. Niko nao 5%. Simunipigie makofi. Na nimetoka hapa Rugai nyumbani nikakuja. Najua kuna wengine wameteremka kutoka kama Roda. Nasikia ameteremka saa hii kutoka huko biguni. Please, I want good sound. Kanatiko kuthiaga. Sidio kuna idaga. Unajua hii maneno ukikuja kujielewa na kujua, my brother, why you are living the way you are living, you come to understand that it is not you. You are a process of God. And when you are a process of God, you are processed every now and again. You may have decided jana ulikuwa umepanga utakuja hapa, ama juzi ulikuwa umepanga utakuja, but it didn't work. Maybe when you came to Nairobi, you thought you become a millionaire within 1 month. Remember those days tukitoka shule venye tulikuwa tunasema, mimi nikitoka, unajua ninakuaga na brother, anakuaga Nairobi. Mimi tukitoka huko, mimi miezi 4 nitakuwa nikiendesha gari yangu. Na mpaka saa hii, miaka imeenda 8, 10, hata baiskeli ijaonekana kwako. Wacha gari, hata baiskeli, hata fare kukuja hapa ni shida. Lakini kumbuka ile moto ulitoka nayo shule. You came out of school with a lot of vigor and power. Ulitoka shule ukijua I have a brother who is working in Nairobi, anafanyaga kwa jeshi. Na ujui ile struggle hiyo jamaa anapitia. Alikuona ukiingia Nairobi akaanza sasa kujiuliza, kaona saa nyingine imeongezeka. Lakini kwa sababu ni brother tu ananyenyekea, anaumwa tu na uko ndani anaumwa. Alafu bibi yake anamuuliza kalio wado wa nyuma kakagoko. Bwana Yesu asifiwe sana. So until you come to understand, it is a path that is created by God for you to be able to be moving forward. This is just a path. And when you walk in the path of God, please, can you come out of that place? Nyinyi yote mtoke hapa. Get out of there. If you cannot make a good sound for me, just get out of there. Please. Kwani basi zimeenda wapi? Mnaimba vizuri, lakini mimi nikishika microphone wanachokora kila kitu. Simuniombee, ama labda mimi ndio niko na hiyo demon. Munifanye deliverance. Ni mtiko ina kawega.
bass ciuma kuo, soprano ciuma kuo, ruone. Nothing is working for me. And they know my sound. They know what I want. But they deliberately just do it. Na unakuta wamekaa pale kaka ni barasa. Unaona? Nimesikia venye nimeibisha leo. Holy Spirit ameteremka. Sasa Holy Spirit na anakuwaka huko. So it is a path. That is what I'm trying to educate you. It is a path. And this path, God creates it. It creates with a reason. Na akisababisha this path, it makes you to succeed or to fail. The path that you choose for your life. Ile kajia unatengeneza. Unasema hii di kajia nitakuwa ukilipitia. Kanafanikanga unafanikiwa katika maisha. Ama unaaguka, ama unaenda mahali, ama unakosa kwenda mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia mkolino kama huyu, ameweka kitambaa ya green kwa kichwa. Na ukiangalia mkolino kama huyu, ameweka ngapi? Ya white. Lakini ukiwauliza, hizi vikolino ya red na green na purple, zote zimetoka kwa Biblia. Wanasema Musa alikuwa mkolino. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ukikuja hapa sinagogi, hata sinagogi nimeitoa wapi? Ndani ya Biblia. Ukienda kwa Watoto Catholic wametoa wapi? Ndani ya Biblia. Kwa hivyo there is a path that God creates you for you. Today I want to look at a life used by God. Maisha ambayo Mungu, yani living a life that is used by God. Maisha ambayo Mungu ametengeneza. Maisha ambayo Mungu ameyafanya yakafanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini tena mko serious? What is wrong? Niko likira. Muri alikira fio. Kai. Ne mato imena mo. Na tigire kuvorado. Huyu mama ukimuuliza zamani, ninamjua akiwa hoka pale. Alikuwa lazima kila siku atafute mwanaume mmoja wa kuchapa. This woman here. Lazima. Yani hata kama usipomchokosa atakuchokosa tu deliberately ndio akulalie kofi. Sasa unajiuliza, sasa hii na hiyo ni nini? Hiyo ni roho gani? Yani ni yako kushokota tu. Aneko hetoko hari ari agukinyaga kuguru nigetha mwaririe akuguthe coffee aigua kena akugutha coffee unaongea vibaya unaongea vibaya kuhusu hiyo tubo ndio akasirike ndio upate nafasi ya kuchapa yeye coffee. Sasa unaona hiyo maneno venye nakuja. Unakuta deliberately mtu anafanya tu kitu. Ama kuna mtu tu alikuchokoza. Alafu unaanza kusema ati watu wamekuonea. Hapana, there is something that is affecting your life. There is something that is working against your life. That is why you woke up in this morning, you found yourself here. It is not you had planned to be here, but God had a plan for you to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not you had planned to be where you are in this morning, but God had a reason. Alikuwa na mpango na alikuwa amepaga utafika huko. Na kufika kwako huko ulipofika kuna reason na kuna kitu Mungu alikuwa anataka upate mahali hapo. So tusome kitabu cha Joshua 1 na ni mstari wake wa 3. Alafu tutaenda tukirukaruka. Tutafuatilia kwa hiyo kitabu ya Joshua tu ndio mpaka tuone a life used by God. Maisha ambayo Mungu anatumia. Who are you? Why does God want to use you? And also, in the opposite of a life used by God, there is a life used by who? The devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza kuwa unaniona hapa, lakini inside me I'm being used. And how can you come out of this kind of life? How can you come out of these kind of situations? Unawezaje kutoka kwa shida kama hizi? Unawezaje kutoka kwa matatizo ambayo shetani amekupangia? Maana unaweza kuamka asubuhi ni kumbe shetani alikupangia maneno yote. Unakutana kila ukienda mahali popote unakuta ni metino medali metino. Ukienda hapa motino, ukienda hapa motino, ukienda hapa motino. Ni nini? Kumbe unajikuta shetani amekupangia already. Life yako yote ilikuwa programmed because our life is programmed. And when your life imekuwa programmed, imewekwa kwa program either ya Mungu ama ya shetani, utajipata ukifanya kitu bila yourself to understand. Juzi hapa tulikuwa na mtu anaitwa Gari pale ndio namuona na kaka mkali kidogo kwa sababu yule jamaa anaweza kutumika anytime na kitu kingine padi ama padi nyingine. Mliangalia ile dhigira ya dola. Mlimuona?
akisema venye guka yake ambaye hakumuona alikuwa amekufa miaka kama 30 before yeye azaliwe. Alikuwa anampeleka, anamuonyesha hapa ndio vitu zangu ziko, hapa ndio vitu zangu ziko, hapa anampeleka kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu kama huyo ambaye mko na yeye, ama maisha yake inakuwa hivyo, kumbe hata huyo mwingine tuko na hao, na unaikuta unaendelea katika maisha na misingi kama hiyo, utajipata ukifanya maneno ambayo watu wanashangaa, huyu mtu ako normal, ama ni kwa nini huyu mtu alifanya? Ama unasikia watu wakisema wewe unakaa kama genius, ama unasikia watu wengine wanakisema wewe unakaaga kama mtu chizi, ama mtu kama wewe unakaaga mtu yani waragia ukioke mwa ado makahorera. It is not you, it is God. It is the kind of a spirit that is operating in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua hakuandamana hata siku moja na Musa. Na ukumbuke Joshua ndio walitumwa. Nataka nikuonyeshe kutoka mwanzo wako venye wewe unakuwa, ndio ujue kama unatumika ndani ya ufalme ama unatumika kwenye ufalme gani. Joshua wakati safari ya kuanza kutoka Egypt kwenda Kanani, Joshua na Caleb na watu wengine 10 ndio walitumwa waende wakachunguze Kanani iko namna gani. Walipofika Kanani, walienda watu 12 masupae, wakaenda walitumwa, nenda muangalie huko mjue what exactly is happening there, what is there, kwa sababu Mungu amesema tunaenda Kanani. Sasa lazima uanze kwa mpango ya kujua hapo Mungu amesema uende, utaenda namna gani na utaenda aje na ni nini. Kwa hivyo kuna kitu kinaitwa spiritual mapping. Bwana Yesu asifiwe sana. You must do a spiritual mapping before you make any move. That is when you begin with that life used by God. For you to God to use you, you must be able to understand his principles. Lazima uelewe unaenda wapi. Siku moja nilitoka hapa nikaenda mpaka Nigeria kuona mtu anaitwa TB Joshua. Tukwenda kuona TB Joshua. Mimi sikuwa nimepaga. Nilikuwa kwa hoteli inaitwa Stanley Hoteli. Mtu anaitwa Wajakoya, huyu mnaona wa bagi, ndio alikuja akaniambia, wewe kulingana mimi nakunjua, kuna nabii mmoja yako Nigeria, mkikutana naye hivi maisha yako itabadilika. Nikamuuliza nabii mna gani huyo? Because I never sikuwa na believe sana na manabii. Ninajua tena nabii wa Nigeria. Sasa connect hapo. Nabii wa Nigeria ni kama venye mnaidaga mnasema dadika ni dhaka Waruinge. Kwa Waruinge 95% nyinyi mko hapa, hakuna mtu anajua ulienda kanisa wapi. Ni kweli? Ndire thoko, ndire kuona my friend, ndire gusherera auntie hivyo, na unapigia auntie unamwambia ogiorio le ugende mucie. Kwa sababu hutaki kujulikana uko hapa. Sasa uzuri tuko na kamera na uzuri channel yangu imejulikana sasa sana. Sasa utaonekana tu na utajulikana kule ulikuwa. Kwa sababu hutaki kujulikana uko wapi. Kwa kivundo keu nikiaona kile. Bwana asifiwe. So Joshua wakati Musa aliambiwa anza safari ya kuenda Kanani, kuna kitu kimoja kilifanyika. Alianza kitu inaitwa spiritual mapping. And that is what makes us succeed or makes us fail. Because when you don't have the knowledge of where you are going, definitely you are going to fail. When you don't understand the kind of places you are going, mahali unaenda, hiyo doa umeenda umepata hiyo kijamaa kinakuoa, hiyo mama, hiyo msichana kizuri ulipatana, hiyo kisichana kizuri ulipata kia kuoa, haukuelewa. Hiyo biashara unataka kwenda kufungua, hiyo huduma unasema Mungu amekuzungumzia, unaielewa ama huielewi? Kitu ya kwanza kuanza kungangana na kuelewa ni kufanya kitu inaitwa spiritual mapping. Mimi hata ukikuja kanisa hii ukuseme umeokoka ama wewe ni pastor, tutakaa na wewe na nitakukubali immediately, lakini ninaanza safari na wewe. Naenda nikukuchugusa na kuchugusa pole na kupatia kitu unafanya. Hata ukitaka kukua girlfriend yangu kama sasa huyu akue girlfriend yangu, nitamwambia yes, you are my girlfriend from today. Na tumeanza safari. Naanza safari na yeye kumnyemelea tu, namwambia hivi, nampega kona, namfanya tu madharau, ndio nione huyu mtu atavumilia aje kama kukiumu. Sasa unaweza kuwa uchukue msichana kama mama kama huyu, ni mtu wa mahasira, umkufanya bibi na hujafanya spiritual mapping, ujue mahali anakasirikiaga, alafu muende kwa nyumba usiku hasira zipade, akularue kofi bili mpaka utasikia kama radi imekuja. So you need to understand her, ujue huyu ni mtu wa mahasira na anaweza kukula wewe kofi anytime.
Sasa unakuaga ukiona mkono ikirudi nyuma unakaa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ikipita afadhali upepo tu ipite. So you need to understand. Kanisa kama hii ndio tukuja hapa. Nilituma watu kama 4, 5, kwendeni ndi muangalie hii nyumba, muone venye iko. Mmoja akaleta ripoti hii, mwingine akaleta ripoti hii, mwingine akaleta ripoti hii. Wote walileta maripoti tofauti tofauti. Ndio nikauliza Mungu, ni gani kweli? Mungu akaniambia, wakati Joshua na Caleb na wengine 10 walipotumwa waende wakachunguze Kanani, watu 10 walienda wakaangalia Kanani, wakasema wale watu tumekuta Kanani, hatuwezani na wao. Tutigota ni mamudu, ni mawatu. Ile miti iko huko ni kubwa, wanyama wale wako huko ni wakubwa, kuko ni nchi ambayo hatuwezi kuielewa. Wale watu hatuwezani na wao. 10 people walikuja na different report, very bad report. Na Musa akaambia Musa, ndokageria guthie. Wakati tulikuja kufungua hapa, ndio tuchukue tutoke pale ka City Stadium. City Stadium kalikuwa kanisa kametoshea hiyo pila kutoka hapo kurudi hapo, ndio ilikuwa kanisa yetu. Sasa nilipotuma watu kadhaa, nilituma 4, walikuja wakaniambia hiyo nyumba hatuwezani nayo. Mimi nikamuuliza sababu, wakanielezea masababu. Wakaniambia hapo kuna Manyuro, upande huu kuna Wajiro, upande huo kuna Maki Karioki, upande huo kuna Fibo, upande huo kuna Miriam, upande huu mwingine kuna Ngangarito, upande huo kuna Rejo Maria, na upande huu mwingine kuna watu wa intelligence. Hii nyumba iko hapa nyuma ni ya watu wa intelligence. Sasa hiyo kwanza ndio walibeba kwa uzito. Sasa walikuwa nataka kujua, unajua hujabadilika vizuri. Sasa umeenda kwa watu wa intelligence. Sasa umejipeleka kwa mikono yao. Nikasikiliza ripoti zao, nikasikia zote ni fake. Lakini kuna watu 2 walikuja wakaniambia, mundu wa Ngai hau twathie mirango yaku ni yahingũka. Hai! Nikachukua huyo, nikamwambia twende tukakule pale Serena kikombe ya chai. Tukaenda tukakula, nikamuuliza sasa ni kwa nini uliona tunaweza kufaulu pale? Akanielezea nyumba ni kubwa, nyumba ni maridadi, na venye najua akili yako inakuaga ukiiuda venye mimi nakujua wewe, hiyo nyumba itakuwa the best in the city. Kuna mahali kwingine mumeenda mkaona mahali mzuri kama hivi? Yeye mwenyewe alisoma akili yangu na ali understand what kind of a sanctuary I want for God. Na hapa nikamwambia sasa, nikamwambia hapo tunaingia. Nikakuja na mimi wakati aliniambia hiyo report nikajua this is a positive mind. Tukakuja tukapata caretaker, tukaangalia nyumba ilikuwa baya, ni mbaya kabisa. Tukachunguza, tukaangalia, tukaona, nikaambia this will be the best sanctuary. Bado hatujatengeneza. Hii tumetengeneza tu ya kushikilia. Nitabomoa hii yote nitengeneze vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Atiwa? Nitabomoa hii yote nitengeneze kile kitu kiko hapa. Ile picha nilionyeshwa, I have to make it. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati tulihama, wale wengine nilikuwa nimetuma wote walihama kanisa. Wote, hakuna. Hata wengine mlikuwa mnawaona mapasta, wengine walikuwa naibisha huko. Mnawaonaga? Hamwaonagi, walienda kwa sababu kanisa hiyo nyumba ni kubwa sana. Ashirika mekumako. Hiyo ni ripoti ya kwanza. Ashirika tulikuwa ashirika 21. Sasa washirika mekumako. Tulihota gati kuri rent. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua hiyo tuwakili. Usikubali kutembea na tuwakili tu namna hiyo. Hiyo ndio inaitwa spiritual mapping. Ukisikia mama kama huyu mumeanza kutembea na yeye na tule tu story na kupatia ni tule tu kwenda kukula huku Kalimaido kwa sababu hatuna pesa ya kutosha, achana na yeye kabla mjaenda the next step. Ukasikia anaanza kurudilia tulipoti tudogo alati dage shokerera kaundu kamwe rekanie na mundu ucio muondoke. Ukasikia mtu kama ni yeye anataka sasa kukua yeye ndio boss, ndio kukanyagia kila mtu, huyo mtu hiyo ni shetani. Avoid those people. Those are the people that you must avoid like a corpse. Katakeiba. Nwanyita kama maiti una avoid kabisa, because those people they will never take you anywhere. They will always drag you back. The 10 people walikapelekea Musa, wakaambia Musa kou otire. Huko kuna watu wakubwa watatumaliza. Huko kuna watu wamekaa hivi, wamekaa. Mashamba ya huko imekaa hivi, miti ya huko, wanyama huko na kinyagi, siana. Yani wali describe a very negative picture. Unaweza kuwa, hebu imagine ogete na mutumia amo the boss you. Uramuonire turathi Mombasa kuika kazi. Kwira Mombasa.
kou either ajiroge ko to Mombasa gukorwo na majini kai wauga tugakue wauga tugathie Mombasa gukorwo nginya ciura ciruga goguo kenge kiaruga goguo gigikaruga goguo igicioka cikaina ndaci kai nie kou ndigothi wathi weika nie woi Jesu mara moja. Kwa hiyo nakuja kukimbia kwa Waruinge, mundu wa Ngai aliokiugo kimwe muthuri wakwa arenda tuthie Mombasa na nie roho ucio ndenda kuregana naguo. Mombasa nikuo anko witu akwiriire, Mombasa nikuo neighbor itu wa gicagi athire kuo akiurira kuo nginya muthe tutire twamwana. Nie ndigwetikira guthira. Sasa namuuliza, wewe ni anko? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni anko ucio wathire? Wewe ni neighbor ucio wathire? Everybody has a destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Everybody has what? A destiny. You got a plan. So if you have such a wife, ama has such a husband, unamwambia unataka kuweka kioski, unataka kuweka matunda, Bwana anakuuliza, matunda ya nini? Hapa ni kukosa, umekosa chakula. Kwa sababu wale wanaume wa kutoka Kiambu na Nyeri, anakuwekea glasi, anakuteka hapa, anaekelea hapa, anakuuliza, ulisikia nimeshindwa kulea familia? Kana ni umaraya urenda guthi kwambiriria riu? Urona wega waroro guona nie mbeca ciakwa nicio ngukunengera kahore umaraya nacio. Alafu kwenu wa kule huko hii Nyeri hapa Karatina, Nyeri ya Mathera, urenda kunjira ngunengere mbeca ciakwa uthio kahore umaraya? Nie ndingeruta mbeca ciakwa. Because there's nothing they see in good from you. Why? Because they are limited. Bwana Yesu asifiwe sana. So before you get married to such a person, before you get married to a person, or before you start any business, you need to do a spiritual mapping. You understand the area. You understand mahali hapa. Sasa mimi nilikuwa najua kuna Wajiro, nikajua kuna Fibo, nikajua kuna Miriam, Mark Karioki, nikajua kuna Manyuro, nikajua kuna Ngangalito hapa chini, nikajua kuna Harrison, nikajua kuna CID, nikajua hapa hii ni nyumba ya kahawa. Kahawa iliibiwa kwa hii room. Kahawa yote ya Kenya, this room tuko. Failo zote zilikuwa hapa za 1930 mpaka 1980 something. Zote za kahawa venye ilifichwa, iliibwa, ikatengenezwa, ikaenda, zilikuwa in this room. Sasa nikajua I have come to a territory I'm understanding the origination, the foundation, the culture, the story and everything. You'll be able to succeed once you understand. People fail because they don't understand. People fail because they don't know where they are going to start. Unaanguka kwa sababu haujui. Maana ulikuja blindly. Maana wakati ule Musa aliwatuma wale watu, walikuja na different report baya sana. Lakini kuna watu wawili walikuja na report mzuri. Joshua and Caleb. Na ndio tutakwambia, unapotembea, when you walk in the path of God, God will take you far. Joshua na Caleb wali understand. Wakakuja wakaambia Musa, ni huko kweli. Hivyo wanasema ni kweli. Kuna watu majiant. Hivyo wanasema kuna magonjwa. Hivyo wanasema kuna miti mikubwa. Hivyo wanasema kuna mosquito, kuna Nairobi fly. Hivyo wanasema kuna hii. True. Whatever they are saying. But the God we worship here, tukienda na yeye huko, tutawashida. Bwana Yesu asifiwe sana. The God we worship here, tukienda na yeye, hawatatuweza. Hallelujah. Musa akajua, I was spoken to God by, it is God who spoke to me. Immediately akaresonate na hawa wameleta yule Mungu aliyewazungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale watu Musa ka understand, akajua kuna watu warefu, kuna miti mibaya, kuna magonjwa, aka understand the whole thing. When he understood the whole thing, he was able now to start a journey. But the 10 walikuja either negative, toikali ogo ukokoboine. And remember, God had spoken to Moses, na amemwambia sasa jitayarishe, we are going. Sasa jifanya nini? Jitayarishe. Alikuwa amemweka mpaka kwa Farao, akae kwa Farao, ndiye aelewe karakter ya Farao, karakter ya matajiri, karakter ya iji hiyo, karakter ya misigi yote. Akaelewa, sasa akamtoa. Akasababisha jamaa akaua. Mungu ndiye alisababisha Musa aue.
Kwa maundu mangĩ Ngai etĩkagĩria wĩke nigetha akũingate. Wakati unaenda umefika mahali umekuwa familia, umekaa vizuri, kwa sababu Musa alikuwa ametoa mpaka katabi. Kwa sababu alikuwa analelewa vizuri. Kwa huyu mfalme aliaga keki ya keto jemu. Aliage makelia marege. Alikuwa vizuri sana. Kumbuka na yeye ndiye alikuwa amezaliwa kuja kulibareti watu. So God made him to go there. Some problems and issues that we are facing, God has allowed them to be there. God has allowed what you are going through. God has allowed the situation that you are in. Mungu amekubalisha ndio akutengeneze na akuchoge ndio kwa yule mtu Mungu anataka kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sikwenda kwa Mugeki kwa sababu nilisomea Mugeki. Baba yangu hakuwa Mugeki. Mama yangu na baba yangu hawakuwa Mugeki. Lakini Guka na wengine walikuwa Maumau. Mimi Maumau si Mugeki. Mimi ndio nilitengeneza Mugeki. Na nikaanza vituko zangu. Nikaambia watu wakule tubako. Na wakakula tubako. Nikawaambia watu watoboe masikio na mimi sitoboi na wakatoboa. Haleluya. Nikawaambia sasa wamama wavae imefika huko chini. Na tukashika wamama wawili ndio ikuwe for example. Walikuwa wamevaa kasuruali kamefika hapa. Tukafanya kakararuka. Ndio ikuwe for example kwa wale wengine walio na tabia kama zake. Si ndivyo tunaambia kwa nitakufuga miaka 10. Ndio watu walio na tabia kama zako waelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And we did that. Not because I had any reason for doing that. Not because I was taken to any class for that. I was never. Mimi sikujua. Hata hii tradition mnaonaka nasemaga mingi naongelelea mingi. Mimi sikulelewa na gukali uliwa na mabomu hapa ya wazungu. Na mtoto ambaye abelelewa na gukadi anajua mambo ndani ya tradition na adhimoshi ya Ugikuyu. Mimi sijui. Mimi nililelewa Kericho, nilizaliwa Kericho kwa Wakisii huko na Wakarejini. Huko ndio nililelewa. Lugha yangu ya kwanza kujua ni Kisii na Kikarejini. I speak it better than my language. Bwana Yesu asifiwe sana. But how I came to understand my language, I don't know. But because God wanted to use me, God wanted to take me into a direction. Ndio jina hii yangu ikuwe baya mpaka mkaiombea. Si mliombea sana. Mwenye hakuombea hii jina inua mkono wako juu. Mwenye hakuombea. Kwa hivyo ulikuwa Mugeki, si ndio? Wewe unakaa hata Mugeki na wewe? Uko najua. Na kwa wale wengine walikuwa najua ni nani hakuombea hii jina. Either ibadilike ama ikufe. Nani waliombea ibadilike? Nani wangapi waliombea ikufe? Leo moigu wakati amwanyona. Mnasikiaga aje mkiniona wale mlikuwa wanasema akufe katika jina la Yesu. Yesu si mrogi kama nyinyi. Hapana, wachaka kuekelea Yesu mambo mengine. Jesus is not a witch. Jesus is a savior of life. So he came to save the good and the bad. Bwana Yesu asifiwe sana. He came to everybody. He came to all of us so that he can use you for a purpose. Hallelujah. Mwambie mwenzako I'm being used for a purpose. Kwa hivyo tanyi mnajuaga Kisugu. Mothe, I'm being used. So I'm being used. I'm being used. I'm being used. Bwana asifiwe. So Moses aliposikia ripoti mbili ya watu wawili ambao na imekuwa connected na Mungu, akajua this is the right people. Wengine akawaambia die mkachungia ng'ombe, ndeni mkatengeneza mkaangalia ng'ombe. Wakaenda kuchunga ng'ombe. Hivyo ndio unaonaga hata organization kama hii, kanisa kama hii. Kuna watu unaweza kuja nikusikilize nikwambie, hebu enda abia buju pale akupatie kifagio. Kwa sababu nimeona kazi yako sasa hapo, wewe ni kufagia tu. Sababu umekuja kuniletea mshenea huyu, ati huyu anafanya, huyu anafanya, hakuna siku utakuja kuniambia Mungu ameniambia tunaenda kufaulu. Mungu ameniambia unaenda kuendesha kagari mzuri. Mungu ameniambia unaenda kufaulu kwa hii malengo. Sasa unakuja kuniletea mshenea kila siku roda. Ode hageleo mshenea ati mtumio huyo. Unaona huyo mwanangu venye unaona venye alifanya hivi. Mimi niliona nyoka hapa kwa mgongo. Unaona venye alifanya hivi. Hiyo ni spirit ya chura. Hiyo ndio hilo kitu wewe umetumwa hapa kuonaga. Uonagi kitu kingine, unaonaga tu mtu akifanya mabaya. Hakuna mazuri unaonaga. That is why you need to do spiritual mapping. Ndio uelewe gitumia giki wahikia ki. Tondu hata kuhikia mutumia ukore ni gakonia ga thina withina wa gakonia thini uthi ugatumurire gwaku. Kana hiki kimudurume to nirake na nike tall kedaka na kihadisa mutagiki uguo ucoke uthi ugahikorera gikonia ukute kwako umefungulia manyoka tupu.
Sasa umeenda umefuga pete. Umefuga till death do us apart. Kisha kaka, nye jawira tithirware, nye nogirie. Uranogana ni wewe ohete. Ushafugwa. Yes, ulichoka, lakini ushafugwa. Kufugwa hiyo ate yeye utirenda guthie divorce. Nye ndenda guthie divorce, ndenda guthie gotini. Yes, divorce ni karatasi ile ulipatiwa. Unaona ile karatasi ulipatiwa ya serikali? Hiyo ndio divorce ya serikali. Na ile maneno mlisukumusa hapa na pastor, ukiteremusha pole pole, ukiteremusha pole pole, till death do us apart, so help me God. Hiyo maneno iliandikwa kwa koti gani? Iliandikwa kwa koti gani? Sasa mmeachania kwa koti na magistrate ni mlevi, ni mvutaji wa bagi na amekuachanisha. Na yule na yeye aliongea na Mungu hapa akakushikana, mtawaachania wapi? Sasa unasema tiana kathia kama ndume kama ni turatiganire nako. Ni ndaiguire wega ni igoti riratuire matua. Ni igoti riratuire matua, but he is still your husband. No man shall put aside. That man is still, that woman is still your wife and husband. Hata uende wapi, no roge, ukienda upate mke mwingine, huyo mke umepata ni namba 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umefanya hiyo ya makaratasi, enda ufikirie tena. This man is still yours. This woman is still yours. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kuna agano mlicommunicate na huyu mzee yako hapa juu. Na huyu mzee alisema till death do us apart. Ani. Till death do us apart. Sasa wewe ngangana na karatasi yako rarua ya karatasi ya serikali, hata mimi nararua hivi na inaisha. Bigu ilikuja ikakuwa hapa na ikaangalia na ikachungulia. Wakile kaka nida. Wakile kama hutine tani. Kama hutine nekega. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo the witness God, he has a power over you. He has a power over anything that you do. Because he makes a covenant. He makes a covenant between you for you to succeed or for you to fail. There is a covenant that God creates in you. And this covenant will work because it is alive. Any covenant iko hai. When the children hawa watu wawili, Joshua and Caleb, walienda wakaona maono na wakaona venye Mungu wao anaweza kushida. Hiyo maono ndio Mungu aliendeleza. The positive mind unaona, the positive idea uko nayo, ndio Mungu anaitumiaga kukuendeleza. Lakini kama uliingia kwa familia yetu nikakuoa, alafu ukakuta ulikuwa uko Nairobi, mimi naendeshaga kile Jirova, lakini nyumbani nimejengea mama yangu kanyumba kama jani kanyeki, neka nyumba kaikalete uko kanyeki, ukinyaka uko kanie mshita odige ikara. No, God has called you to come and change our family. If you see the positive, you can see me the man, but kube there is a bigger picture that you are supposed to come and do, to change. Umeitwa kanisa hii ukuje, ubadilishe. Mimi akili yangu labda sasa hapa akili yangu imefika mwisho. Na sioni kitu kingine, hapa ndio naonaga na kunaletage watu pale na mwambia, come and see. Hallelujah. Unaangalia, cheki madhabahu. Lakini kwa picha yako unasema, they could have done better than this one. Unaangalia hapo unasema, they could have put a better gypsum. These marks are not good. Unaangalia pale unakuta kuna makosa mingi. Lakini tu akili twangu tuliishia wapi? Hapa mimi naona excellence of God. Kube kuna mtu mwingine anakuja. That is why when you go to a place, you are sent to that place to make it better. Bwana Yesu sana. But not to come and sit like a demagogue, an academic dwarf, uko kwa kanisa hii. Lakini hakuna hata kitu natuongesea hapa. Mimi nitakufukuza. Niko kuigata. Todo pesa neje uko sharia ri. Uko dogo dishate uko netoka kole hare doikare. Ukithigo sharia. Goge kogi thura yakwa ngegetia pesa igioka kwa kugwira ndindi ni zitagwo ndura wa ruingi. Uri wari munene wa mugi kenona muririkana wega. Me munene. Ndenda ona gere girima na matano. No ucokie. Dakuri maidika history gakwa. Utanipatia na mimi nikuje nilipe redi. Kwa hivyo usinitishe ati mkiwa wengi ati ndio mtalipa redi, nitaweza kutumia jina. Kitu wacha nikwambie, I can fight, I can do anything for my God.
Siwezi kubali my God yakuwe humiliated. I cannot allow. I cannot allow anybody to come here acheze na Mungu yangu. Mimi ni kama Musa, nitatodoira tu kidogo. Kutodoira ni kularue. Yes, gwetoke fufu. Nikuligia gudi ogwethe. Eni, that is my God for me. He has made me. They have tried to kill me. Wamejaribu all means of killing me. Wameshindwa. Nyinyi wenyewe mlishindwa. Mliniombea nikufe, sikukufa. Mpaka mkabidi mkuje kunisikiliza. Serikali ikapanga mipango yote. Mwingine tulikuwa na mwingine hapa askari. Si niliwaonyesha juzi? Ule alipiga risasi, akapiga risasi ikakoka ukuta, ikarudi ikamrarua hapa. Si yako mliona Kimaki hapa? Ni risasi. Alikuwa amenilega. Ugeshokoza kana gayushi wako ali. My friend, nitakusiaga na atani protect bado. Nitakuchapa na bado atani protect because I know him. I know what he can do. I know what he can. How unaimagine kuwekelewa mashini ya kamiti hivi ya kunyogwa, unakaa hivi, unavalishwa gunia, unawekwa kapa hivi. Unagoja tu baton ipinywe. Na baton wanafinya inakataa mashini kinalia kinazima. Unasikia moto imechomeka. Ushoke dhake na muduto huyo. Cheza na mimi uone moto. Mashini inakataa. Na mashini kataa hainanga apiro. Hakuna. Ikikataa imekataa, kifugo yako imefika mwisho. Unaambiwa enda nyumbani. Nakumbuka miezi kama 3 umekuwa ukipagwa na mafadha na mabishop wameitwa wakuje wakuombee ndio uende kule biguni, huko kwingine unaenda safe jane. Yes, nilitengenezwa vizuri. Nikaambia itisha chakula ile nataka, nikaitishwa hata mwanamke ukitaka itisha. Huko unaletewa saa hiyo. Yeah, unaitisha anything that you want. Unapakwa vizuri. Ndio uambiwa jane upate na jane masses. Sasa mziku ya kwenda kunyogwa unajua dadhigo kuanoke radu aiku bye roda. See you nutakonana na kugo. Yani unaenda ukijua unaenda kunyogwa. Ukifika huko juu mashini anafinya button na ililia hivyo. Ikachomeka mota. Nikatoka. Ataigwa gate ugeigwa ati oge. Ugeigwa ati nikikigyo geigwa. Unajua you have to die. They have decided. You have tried. Nikajaribu presidential pardon. Ikakataa. Nikajaribu kila kitu. Ikakataa. What else? Nilijaribu hata kujinyoga mimi mwenyewe. Mikono ikashindwa kuninyoga. So I had to go. Prepare to go. Na nikaenda. Na nikafika huko nikakanyaga hiyo kitu. Nilipokanyaga mashini moto ikachomeka. Sasa hiyo namuita nini? Sasa Mungu kama huyo unaweza kubali msimama kama huyo kuja mcheze? Unaweza kubali? Haki ndakularua sincerely from a very good heart. Nitakularua na nikupeleke hoteli Intercontinental nikununulie lunch. Nikwambie nega yako goro wagera ni dina uru nawe. Mimi sina ubaya na wewe. I was defending my God. If we can have people who can defend their God, then the society will be the better. We will have a nice society. We will have a people that are godly. Because we don't misbehave. Hautafanya mavitu zako nafanya, hautarukaruka huko kirukaruka, hautadanganya watu, hautaiba because your God anakuambia usiibe. Your God anakuambia usifanye usherati. Your God anakuambia usifanye hivi. Your God anakuambia you should never commit to this. Your God is telling you this. If my God has given me instruction, the instruction lazima zifuatwe. Hello? So we must be able to understand that what is your relationship with your God. Therefore, wakati Joshua na Caleb, hapo ndio nataka tukamililie, walipokuja na positive report, the positive report they got propelled Joshua to become what he became. The positive report that you have, the positive idea ambayo uko nayo, ile unasema this is what I have, this is what I want to be, ile maneno mazuri positive. Mwenye aliingia hii kanisa akaona Mungu, huyo Mungu lazima umuone. Mwenye aliingia makanisa hii akaona Toro and Handsome, lazima utaona Toro Handsome. Aliingia nyumba hii akaona kile kitu uliona siku ya kwanza, hiyo ndio ile kitu utazidi kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua na Caleb waliona wakienda Canaan
Joshua na Caleb waliona we will conquer. That is when Moses alifail katika maisha yake. God came and called Joshua. Akamwambia, now that my servant Moses has died, to whom you are a servant too, now arise and take my people to the land I promised their fathers. Because of what? Ile maono aliona. Ile maono aliona si kwa sababu hata Musa hakuona kwa nani. And that is why Musa was not even allowed to go there. Because hakuona, hakuenda, yeye ni kutumana, alitumana. Na alipotumana, alituma hawa waende wakamuletea. Kwa hivyo kuna wale watu walikuwa na the image of where they are going. Bwana Yesu asifiwe sana. And the only two people ndio walikuwa na image. Kwa hivyo what kind of an image do you have? What kind, una maono gani? Ndio ukuje uniambie tunatona nawe hado. Una maono gani? Ama utaanza kuniambia venye tutakula ugali ya wibi. Inakaaga kwa tumbo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama utakuja kuniambia tuende tukaokote mandisi kule Gekoba, mandisi ya Gekoba inakuaga ni bei rahisi. Kwa sababu huko nimesikia disi moja ni 30 bob. Kadiambia acha tutikole madirigo madhate. Todi Gekoba ne tukuona mashiringi 5. Urage Gekoba inako. Inagoko. Aya tuthi. Sasa najifanya naenda pole. Uona kibia mbele. Nitarudi pole nyuma nijipige na nijifiche hivi. Utanitafuta utanikosa. Mimi nikakule ya 30 au ukakule ya 5. Because mimi sijaubwa hivyo, nimeubwa na baraka ya Mungu. Na nimeambiwa I shall eat the goodness of the land. So if the goodness of the land is here, kwa hivyo maono ile niko nayo will propel me, will make me to succeed or fail. Kama unajiona ukiwa house girl, utakuwa house girl. Kama unajiona ukiwa CEO, you will become a CEO. Kama unajiona ukiwa professor, you will become. Mimi nikitoka kwetu Geshagi, mimi nilikuwa najua nitakuja kukua mtu mkubwa. Mwalimu wetu aliniuliza in primary school nikiwa class 7, what would you want to be? Tulikuwa tunauliza, unasema me I want to be a doctor. Mingine me I want to be a teacher. Mimi alinisema I want to be known all over the world. Kuna mtu anijui? Kuna mtu anijui sasa? Either unanijua kwa uzuri ama kwa ubaya. I'm known. The prophetic word niliachilia. It has come to pass. So the prophetic word you unaachilia katika maisha yako, it makes you to become. It makes you to succeed. It makes you to fail. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at yourself today. Where do you want to be 5 years to come? Look at yourself today. What do you want to become 10 years to come? Unataka watoto wako wakue aje? Yes, wewe umekuwa. Ulikuta baba yako akichuna kahawa kwa muidi au kwa tajiri fulani. Na sasa wewe umechuna kahawa venye baba yako alikuelekeza. Wewe na wewe utaelekeza watoto wako hapo? Haleluya. Utaelekeza watoto wako hapo? Ama unasema leo mzee leo alawade kutoka ila mgoda ukaniambia story kama hiyo ati mzee alisema hata kugawia shamba nitakurarua kofi kama ubwa. Stupid. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Unamuuliza baba yako alitoa wapi shamba? Baba yangu najua alikuwa anafanya kazi kwa muhidi na alisave kidogo ndio akaweza kununua hiyo shamba. Mtu kama huyo namwambiaga kaa hapo. Ukikuwa na nyahunyo kwa nyumba, ende uchukue. Nyorosa ni kama ni kitu kitakufa ukule. Anakuambia baba yake alisave akanunua. Na wewe kalete haongezecho urahoera baba wanyu akue nigetha kugaira mugu. Saitani sidue. Kwenda kununua shamba yako. Kwenda mimi niliambia baba yangu sitaki shamba yako. Akaniambia nimekukatia, nikamwambia acha ikae hapo. Nitasemaga ulinikatia but I have to make my own. I did. Niko na shamba. Nimejenga nyumba mzuri. 8 bedroom house. Na sio kashamba kamoja, mashamba mingi, because in me I believed I can become better than my father. How can you become better than your father by living in your father's compound? You will never, because your father is an altar. Mama yako is an altar. Your father is an altar. You go sit in your father's compound, you be subjected to the altar of your father. And if your altar of your father is limited to step 3, you will not go beyond step 3. Hawezi kwenda beyond step 3. You must come out of your father. You must come out of your mother so that you can rise above your father. Ndio urudi huko kumsaidia wakati amezeeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kora fafa wanyu wa miaka 8 noe wewe da kororogo. Uko hiena wena miaka 30 noe mukuru kila miaka 8.
Todo wiruguru wa kigongona. Baba wanyu ni kigongona. Your mother is a kigongona. Na kigongona no ginya ukire. If you live under the roof of your father, you will never go beyond that roof. You will never. Utajenga kanyumba hapo, lakini utakatiwa kashaba. Utakatiwa shamba ya baba yako yote? Si atakukatia. Meaning you will never rise high above your father. You live, kama shamba yenu ni eka 3, utapata karobo, kakuota, kakujenga mafuta. Utakuwa maji ya marufu yako inaaguka kwa neighbor na inaaguka padei because you are thick in the head. Mothe nwe turada kuthi guikaria thi atugaire mugoda. Wanyukwa. Kwenda tafuta mali yako. Abia mwenzako kwenda tafuta mali yako. Murore, muangalie. Muangalie kwa macho, enda utafute mali yako. Utonu wagairo kakuota ni baba wanyu ri. Iheci akuka cigaira ndui. Nikio turerete meici guku Nairobi. Irato hinya tumia guku na to hiyo. Because they don't know how to go. You must be able to have a future, a foundation. For you to succeed, you must come out of the altar of your father. Umeke gogona ineke baba wanyu. Baba yako ni altar. Baba yako ni altar. Is an altar. Your mother is an altar. Get out of, kama uko na watoto fukuza kwa hiyo nyumba. Igata. Mimi wangu nimefukuza wote, nimebakisha kamoja ka 13 years. Demothe ati mzae, kingine kilikuja kunisema, nilikuta kinavuta bagi kinasema mzae. Ati mzae sasa nasemaje, si tujenge mahali pale. Nikamuuliza kwa shamba ya nani? Uko na pesa ununue? Akaniambia mzae, sisi ni watoto wako. Nikamwambia mimi nilikuzaa, lakini si kuzaa upungukiwe na akili. Mimi si yuko kwa baba yangu. I'm not in my father's land. Kama ningekuwa kwa my father's land unaweza kuclaim because nilikusambazia ujinga. Lakini kama ninaishi kwa shamba yangu nimenunua, kwenda ukatafute yako, nitakusaidia. Wakati baba yangu alikuta nikijenga kwa sababu alikuta nimefika rento, alikuja akanunua busi. Akakuja akaketi hapo, akanichinjia busi, akaniambia nenda kuradhima mwana wako. I have seen. Na mimi ndio nilifugulia watoto wetu wote 20. We are 20 in our family. I'm number 14. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza kujenga nyumba pale Rogai, 13 bedroom house. 13. Na nilikuya do besha inyagiaka. Niliiba nikiwa jela. Yes, niliiba nikiwa jela. Sasa hiyo mlikuwa mnaniombea nikufe na mimi nilikuwa naiba. Ni ngapi alitumiwa ka message umeongea maneno baya ya Mogeke? Inua mkono juu. Ulituma pesa? Hukutuma? Ngapi aliambiwa kuna mzigo imetoka Mombasa inakuja? Ngapi walitumia hiyo message? That is my message. I created the message. Na every day nilikuwa natengeneza 1400, 1500 nikiwa ndani ya jela. Alikufa? Wacha aende, tutakutana mbele. No, tunye mudutari. No, tunye mudutari. Hasha, doge tunyo tari. No ginyokoro na sio tunyo. Because I had refused. Nikasema hata kama niko jela, hata kama nimeshikwa, hata kama niko chini ya mlinzi, bado mimi I am not poor. I am not a slave. I am a conqueror. Hata kama wananitesa, I'm going to stand. Hata kama sina namna ya kuishi, hata kama niko kamiti ndani, I am going to build my house. Nyumba yangu musigi yake nilianza nikiwa ndani ya kamiti nikigojea kunyongwa. Hiyo nyumba naishi saa hii. Nilikuwa kamete nikigojea nini? Hizo message nilitengeneza nikigojea kunane? Kunyogwa. Na watu walikuwa wananitumia pesa 100,000, 50,000 na muibesha doa ya. Na muibesha. Walikuwa wanatuma. The mindset yako venye umeitengeneza hivyo ndivyo itakaa. Ukikataa useme poverty is no part of my life, you will succeed. Sikwabii wewe ujaribu hiyo. Tafadhali nimekupatia testimony, a for example of what I did. Please, ukienda kufanya hivyo utashikwa na utafugwa maisha
it is me who did that. Hujui ni Mungu gani alikuwa ananitumia. Don't try this at home. And I'm not giving it as an example where ukafanye. I'm giving you what I did. Najua kuna wengine wakisema he prophesied. Alisema akiwa ndani ya mafuta hata sisi tutaenda kuiba. Vyoka iye ukofugwa huko sitakuletea hata mtu kitu. Hallelujah. Huyu kijana alikuwa ameanza kufurahi, ameona mentor. I wish alikuwa nimeona akisema I'll have an appointment with him. Anieleze alitengeneza aje mpaka akatengeneza pesa. Ni akili tu ili nikujia, ni ya wakati huo. Usijaribu sasa. Let us do good job. There's so many good jobs here. There's so many things that we can do that can change our life. Therefore, because of the vision ambayo ilimuingia Joshua na Caleb, wakati Musa alikufa, Mungu hakuenda kwa watu wengine, alienda kwa wale waliona maono. Bwana Yesu asifiwe sana. My point is, God will never come to anybody. Hawezi akakuja kwako kama hauna maono. Hawezi akakuja kwako kama hauna agenda. Hawezi akakuja kwako kama hauna chochote in between your two ears. He will come to you because you have something in between your two ears. Because he is an implementer. He will come to implement what is here. Wakati Joseph aliweza kutafsiri ndoto, naye mthamaki wa huko akamwambia, kwa sababu wewe Mungu amekutumia kutafsiri, wewe hivyo amekutumia. Akatoa pete yake akamvalisha, kisha akamwambia, ni ufalme jina, nitabaki na jina mfalme, lakini ufalme nimekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina alibaki, mfalme alisema I will remain because of protocol. Nitawachwa na jina ya mfalme, president. Lakini sasa kutoka leo, anything, hata wafanyikazi wako wote watakuwa chini yako. Kwa nini? Kwa sababu there was something inside here. That is when you walk in who? Walking in God's path. When you are walking in God's path, you walk in a direction that it is guided. A direction that is prospered. A direction that is given by God. But if you see her, atunakuja ni kuobe, hela makataka terebo saya, ati pesa iteremuke, it will not come. Nitakuombea the grace of God so that maakili zako sivuguke, uanze kuona channels za kutengeneza pesa. Money will not just drop from my heaven. Hakuna ati baba rekaya, remakea, angalia, inua mkono wako juu, hapo kuna Pajero, hapo kuna Prado, nimeona kifunguo, nimeona logbook inateremuka, riakakakakakaka. I say, ni gari ya nani ukiteremuka kutoka Rogo? Umetoka pande gani? Umetoka pande gani ukikuja leo? Kiabudu. Umepata na gari kwa barabara imepakiwa, haina mtu. Sasa nakwambia chukua gari, ati nimeona gari hapo imekuja. Imeletwa na nani? Na gari imetoka, inavaa itoke Germany, England ama itoke Japan. Na inaletwa na mtu wako na pesa. Alafu nikuabirie gari ati pokea gari. Ribakaka, ria mama. Kuna gari inakuja. Toa mkono, niambie toa mkono. Gari iwezi, lazima itoke kwa mani? Itoke kwa muhidi. Na kwa muhidi ni wende hapa Equity, muogee na Equity ama Sako kama Besima. Wende kwa Besima wakupatie pesa. Tuko na Sako by the way. Kama unataka loan anza kuapply saa hizi. Loan tutakupatia. Wale watu wanakujaga kunioba pesa, ako pia mama. Simama juu. Umetengeneza fomu za kujaza. Mtu anataka loan, nitakupigia. Mtu anataka pesa kutoka kwangu, enda kwa huyu mama. Jaza form. Waambie utalipa, utataka pesa gapi na utaanza kulipa aje. Lakini kuna terms and conditions apply. Yes. Stika kuvudia. Yes, kuna miracle. Nikufundishe mundu athia kuruta wira, lazima wewe ukafanya kazi ndio upate pesa ya kununua hiyo gari. Hello? Ama mtu kama huyu decide gari yake imemchokesa, lakini nisiende kumwambia. Kuna mtu mwingine nilinunua nguo nyingine expensive hapa, na ndio naona na nimevaa kashati kwa sababu nimeona maombi hapa imeanza kuingia. Kuna maombi naomba hapa ati kuchokese. Ule doni hapa ananiombea ati naomba hiyo nguo ikuchokese. Ikitakapo kuchokesa
unipatie. Fanya kazi. Fanya kazi itengeneze kama sitachoka. Na ikichoka nitaihange kwa nyumba. Haitachoka kwa hanga. Yes. I can't encourage. Ukuwe mtu ambaye haifanyi kazi, hataki kuendelea. I want all of us here to park cars. Right now nimebadilisha hii nyumba. Wacha nikwambie kitu. Hapa tunakaa one year. Na already tumeenda 2 months. Si ndio? 2 months. Tumeenda 3 months. Kwa hivyo we have 7 months to stay here. Sasa hizi nimeanza kutafuta kiwanja iko karibu kupatikana hapa Mombasa Road kubwa. Hapo ndio tunaenda kujenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni bank. Sema bank. Tuko na bank inaitwa Besima Sacco. Tumeanza na Sacco, ni Besima. Very soon tunapata license ya microfinance. Nimeenda Central Bank. Wameniambia ile kiwango nitafikisha ndio nipate microfinance. This will be a bank. Unaona hapa sasa? Hapa ni manager watakaa huko. Sasa pale watu watakaa huko ni matelas, nini inaitwa nini? Mali wale wa kuandikisha watu huko. Ukigia huko kuna soja utapata kule na rugu na atakufanya twi. Sivyo mnaingia hapa ni kama ni kwenu. Utafanya twi. Ujulikana kama ni muoria amebeba bomu. Bwana Yesu asifiwe sana. This will be a bank na mujiandikishe. Mwenye hajaingia kwa Besima saa hizi ni 1000 kujoin. Kutoka 20th October tukilaunch, Ruto atakuwa hapa. Tukilaunch itakuwa 10,000 to join. Na tukubebelesi. Dhamara tu. Ego yako hija. Tulio yeshiria. Kwa sababu alikuwa anafikiria sasa membership itakuwa free. No free. Nothing for free here. Bwana Yesu asifiwe sana. Nothing for what? Nothing for free. Mungu mwenyewe hajanipatia anything for free. Aliniambia you have to sweat. And that's why I'm sweating. That is why I'm here preaching this word. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. In Joshua chapter 1 verse number 3, I will give you every place where you set your foot. Hallelujah. I will give you every place where you do what? You set your food. So you must wake up and rise so that your food can be set somewhere. Hata kupatia muujiza that I'll give you every place, that I'll give you every situation. Umekuja? I'll give you every place. No, he will give you where you set your foot. Not where you go and sit at utakufa maskini hapo. That is why Christians are poor. That is why what? Christians are poor. Saizi almost 90% ambao mko hapa mumeandikwa na Waislamu. Most of you. Na kama haja kuandika, unafanya kazi, unafanya biashara connected na Muislamu. Ukumbuke Muislamu ni nani? Ni mtoto wa maiti. Si unajua hivyo? Muislamu ni nini? Wewe niwe nauliza. Muislamu ni nini? Muislamu ni nini? Mtoto wa maiti. Naona ni muoga kwa sababu bosi yake anaitwa Al-Bashir Buhashad Bishia. Sasa nasikia Waislamu ni watoto wa Haga. Umesikia? Waislamu ni watoto wa nani? Wa Haga. Na Hagai saizi ndio anatawa. Alitawalia wapi? Kwa sababu sisi we are thick. Christians are thick here. Kichwa wa Kristo here ni ujinga mtupu. Because you want to do miracles. You want to live and dwell in miracles. When this guy they are importing, hawana shamba, eda huko, eda Dubai peke yake. Ile mchanga, mawe, nini inaitwa nini? Mahali maua imepandwa kwa barabara. Hiyo mchanga imetoka Nairobi, Kenya. Wamejenga the tallest building in the world on top of sand. Hapa Nakuru tunaambia huwezi kujenga ghorofa 3 kwa sababu ni mchanga iko chini. Ujinga. The tallest. The biggest mall in the world inaitwa Dubai Mall. Bwana Yesu na inaitwa Khalifa, sijui what Khalifa. Bush I know eko. Bush Khalifa. Wacha nikwambie uko Bush Khalifa. Nilienda huko juzi, nikaenda Bush Khalifa.
Si wanaweka ile maji ya kudansi. Unakuta watu wamepanda ndege kutoka Kenya, wametoka bayo kutoka Ukraine, wamepanda ndege kukuja kutoka kila mahali. Waende wakaone dancing water. Na hiyo alafu wakaeka unaweza kwenda mbele, unaweza kwenda nyuma. Hiyo wimbo iliibwa. Ukakuta Wakenya huko wakasema Holy Spirit. Sasa unashida Holy Spirit ameingilia wapi hapa? Na ni pesa yako amechukua. Na sasa hiyo umelipa dola 100. 7,000 kwenda kuona maji kidansi. Na ni sprinkling zimewekwa hivi. Zinaenda unaweza kwenda mbele, unaweza kwenda nyuma, unaweza upande. Nikasikia mtu mwingine akasema oh Jesus. Nikaona Waarabu wote waligeuka hivi kuuliza ni nini hiyo imesema Jesus. Na ni maji, pipe peke yake. Na wewe unangojea mira kwa ifanyike. The whole of Dubai is a desert. But we are going there. Kila mtu anaenda kuchukua mali huko. Why? What happened to you Christians? What went wrong? Sisi ni watoto wa Sara, watoto wa nyumba kubwa. Sasa angalia watoto wa nyumba ndogo ndio wanatutawala. Twanyitiro githitoko. Madhabahu mbona usibomoe hiyo yako? Unataka watangojea baba yako akufe ndio uchukue shamba. Hallelujah. We must say no. Sema say no. You must orchestrate the power of God over your life. You must orchestrate the move of God. Uitembelee kwenye the power, the authority of God, so that you can be able to succeed. Akasema wear your foot. That is why Waislamu na wapenda. Mimi nilikuwa Muislamu. Nilikuwa naitwa Ibrahim Dora Waruinge. I was a Muslim. Ile kitu tulikosania na wao ni wakati walinifuga bomu hapa. Walinifuga. Osama mwenyewe alinifuga bomu hapa. Alikuwa ni train venye mtu anakufaga kwa sababu ya Mungu. Sasa nikashindwa, wewe Osama utaki kukufa. Mimi nataka nikufe kwa sababu ya Mungu. Ati nikienda huko nitakutana na 72 virgin. Alafu nikienda huko nitapata nyumba ya gorodi. Na kila siku tutakuwa tukikunywa na Mungu na chai, breakfast. Kila siku tutakula breakfast na Mungu. Sasa nikamuuliza yule mwalimu wangu alikuwa anaitwa Mohamed Kubwa. Nikamuuliza baba, hiyo story umeniambia ni mzuri sana. Akasema Allahu Akbar. Hey, that's a wonderful story. Akasema Allahu Akbar. Nikamuuliza sasa, baba yangu, wewe utakagi maisha? Because mimi ananifundisha niendage yeye akiwacho. Unawacha ukifanya nini? Unajua walinitangazia kitu inaitwa kwa Kiislamu vita vya kiroho. Inaitwa fatwa. Fatwa, wakitangaza fatwa, wanakusangaza utapigwa na mawe mpaka ukufe. It's a spiritual battle. They beat you, wanakupiga na mawe because nimekaidi sheria na amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe nikakuja kujua wanakutucheza akili. Ni wanajua sisi ni first wife, watoto wa first wife. Na ukiona kule kuna ma first wife na ma second wife, kuna hiyo vita. Si kuna hiyo vita? Wanacholeanaga. Hawa watoto wanakucholea na hawa wanawacholea. Mama ndio anatengeneza katimu kwa watoto yake na timu. Huyu mama anaenda anachukua gedhito na huyu anachukua gedhito, zinang'edhanalia hivyo. Kwetu nyumbani kulikuwa hivyo. Nini naumia? Sisi ndio tuliumia. So you must change the attitude. The Bible is clearly telling you, I will give you every praise. So God has given. Hiyo ni kitu ya kwanza Mungu amekuhakikishia. I will give you every praise. Where your foot. Mahali mguu yako itakunyaga. Kwa hivyo uache uzebe, uache ujiga, uache unafiki na uache ukristo ambaye haiwezi kukupeleka mahali. Kama kuna watu watafugiwa nje wote ni wa Kristo. Mtafugiwa nyinyi yote apart from me. Mtafugiwa mkiuliwa tereri. Nani alikupatia hiyo story? Ulisikia wapi? Wewe ati kuna gari itakuja hapa upatiwe. Ulisikia wapi? Fanya kazi. Mwenye no ushwe na gari komia tete siagete wira nigetha akonegere. No ushwe na muda atipokea title deed pokea. Italetwa kwa sababu ile kazi inafanyikana. Yes, atalete. Mimi niliweka my foot hapa. My stepped here. Now ninakula matunda ya hapa. Title zitakuja, pesa zitakuja, watu watakuja, magari italetwa hapa, because that is where my foot is. Yes. Nothing will come from nowhere. It must come from. So I will give you every place where you set your foot, as I promised. It is not because of you. It is not. These are two things. I will give you the places where you go, where you set your foot. Why? Because there is a promise. Because God is a promise keeper.
God does not give you because he loves you. He gives you because there is a promise between you and somebody else. The promise he has are to promise that I'm going to take you, I'm going to prosper you, I'm going to grow you. God is a promise keeper. God is a promise keeper. I'll never forsake you nor leave you. So you must be somewhere that God has come to rescue you. God will never forsake you. Hawezi kukaa kwa nyumba pesa ikufiki kupate. No, you must be doing something for God to bless you. You must be standing somewhere for God to come in your life. Lazima kitu kifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of a promise, God fulfills promises. God does not just work in a vacuum. God works in promises. Akamwambia mtu Joshua, ondoka, ainuka sasa, anza safari. Uende upeleke watoto wa Israeli kule niliahidi baba zao. So the children of Israel did not go to Canaan because of them. They went to Canaan because of a promise of the fathers. What kind of a foundation umetoka? Umete kumamu sigi gani? Because God works in the foundation. Iyo foundation ya kwenu umetoka. Does it have a promise of God? Was your grandfather witch? Alikuwa morogi kana alimudu wa Ngai. Timothy anaambiwa shosho yako anaitwa Lois. Shosho yako alikuwa Lois na mama yako walikuwa na faith. Hata hii faith vile tunakuangalia tunaona the same thing your grandmother alikuwa ndio uko nayo. So they did not work on Timothy, they worked on the grandmother. The faith of the grandmother ndio ilifanya Timothy akuwe strong. So what is your faith? Umete mudhirimo liko. Who was your grandfather? Ali modo moko. Who was your grandmother? Alikuwa nani? Ndio sasa uweze kusema I'm standing on the solid rock. Where is your origination? Umetoka wapi? Hapo ndio utaelewa. Kuna nuradi hadu kaduradi. Waekole hapo wanywali mutegi wa hukale mutegi wa huko. Don't expect to go any far. Don't. Lazima uvuje hiyo madhabahu ya kutaka fuko. Lazima ubomoe hiyo muziki ya grandfather. Ndio ujenge muziki mpya. You be alone. Kama baba yako alikuwa anachuna kahawa, don't expect for you uende beyond kahawa. Hapana. Utakosa kuchuna kahawa lakini utajikuta gekoba kiba. Ni shirini. Oh, shirini. Unaibaka nyimbo mzuri huko. Gekoba. Ni amana 20, ni amana 20. Ukiangalia venye unaiba na venye unafanya ndivyo venye grandfather alikuwa anafanya kichuna kahawa. Tofauti wewe ni kuona yeye ni kahawa. But mlikuwa unafanya kazi ya utumwa. Because you are still controlled by the altar. Ile kitu inapropel wana wa Israeli wakiingia Canaan. It is not what Joshua is carrying. It is not what Moses was carrying. It is the promise of God that Moses had with the children of Israel. Miaka 400 kabla I had a promise. Aliwaambia ya kwamba I will remove you from the slavery land. I will take you to the land where you shall enjoy fruits. So the promise of God sio ya miaka 2, sio ya miaka venye guka yako aliahidiwa watoto wako na kizazi chako kitabarikiwa, mtabarikiwa. Lakini kama hakuna promise, where do you una expect unaenda wapi? Kama guka yako alikuwa mlevi tu na mtu ya changa, do you expect to succeed anywhere? Guka wanywale mlevi. Kile ahotaka muno nego dikoshuka kole ithia ng'ombe ciene. Urenda kujia gwe kudogethie? You can't go anywhere. There's no miracle. Hakuna. Don't be lied. Don't be cheated by anybody. Hakuna mahali utaenda. Lazima uangalie msingi wa kwenu kule umetoka. Joshua anatembelea kwenye msingi wa Mungu. Joshua anatembelea kwenye promise. Joshua is going to Canaan. He's taking the people of children of Israel to Canaan because of a promise of God. Take my children. Tupeleka kule niliahidi baba zao. So he's acting on the promise that he promised the children. Watu wa zamani. Avukaje Nairobi. Nyinyi niliingia Nairobi. My grandfather ndiye alianzisha Maumau. Ndiye alipatiana kiapo ya Maumau. I'm dwelling on that. Niliingia Nairobi na mugeke na ubaya na ukali na nikawanyanyasa na nikawapiga na nikawaambia muende mkalipe madeni ya mashosho. Because my grandfather was a ruthless man. Ndio nenda ile barabara ya Isili inaitwa General Waruinge Street. That's my grandfather. And I walked in his spirit until such a time nimekuja nimevuja madhabahu yake ndio niweze kuongoza kanisa. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Otherwise wakati nilikuwa mugeke, it was not me
That is why mlijaribu kuniua mkashindwa. Wewe ulale kailetu kaka miaka 15 atokihoera ngwe. Na the man that was in me alikuwa miaka 300. General Waruinge alikuwa those days alikuwa mzee. Sasa hizi kama angekuwa hai angekuwa na 180 years. Sasa wewe unapigana na mtu. Mimi sasa saa hiyo nikitembea nikiwa Mogeke nilikuwa 180 years. Alafu ongeze yangu kidogo ya 30 years ama 20 years. Si nimefikisha 200. Na wao miokoka jana atiroda sasa miokoka amejazwa na roho. Baba, nakemea utakemea nini? Mtu ako na miaka 200 na ako na powers, ako na authority na madhabahu ile inazunguka yani ya miaka 200. Hauwezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautawezana. Utapiga makelele tu na uko na moyo na amaka ukimwona Shetani. Wewe ni unaona Shetani, no ni mtu munene. It's power because the authority that is in me it got over 200 years of age. Some of you here mko na miaka 500. Some of you here nikiwaangalia hii sura zenu kama huyu naona ni kama ako na miaka 500. Hapo shoke ndio dhaka na mtumia toyo kama mwana kanini ategidaka ndio nigetumia ya kohenia urahenia mundu ina experience ya miaka 500 ya kama ya mam dale ho kirima kana meri mam ko datuciekire atia rea na unampatia. Yes, because the Bible says in the book of Genesis, Jeremiah 1 verse 4, before you were born I knew you. Before your mother and your father came together, you were known. Wacha kusema amen. Sasa unasema amen ya nini? Amen yake. Before your mother and your father, before this mother and this father came together to bring you, you are still known. Before the father to this father and the mother to this father, to this mother, before wazaliwe, you are known. Before my grandfather and my great-grandfather wazaliwe, you are still existing. Before the great-great-great-grandfather alikuwa, you are still known. So how old are you? How old are you? Unahadia kutulia rorera rwanyu. Unaenda unachukusa background yenu. Unajua nyinyi mliishi miaka ngapi ndio ujue how many years you've existed here. Nugo menyeka na wege shosho kia miaka 8 nikio ikaraga hao ririmete ikarete ugo tondu e mukuru miaka ne yaikirie nguo no gakorire no iciragia ye muiretu iteagira ndugu ko ye muiretu kumbe we ni mushosho wa miaka 800. Hebu jiangalie tu hivi. Just ask yourself, how could it be? How old could I be? Ingekoro hinde na miaka igana. Tatu tumetugo turia wekaga. Angalia tule tutabia unakuaga natuo. Hata ukiwa kipii wakati ulikuwa unapiga biloli, ulikuwa unapiga biloli kama kamuse ama ulikuwa na hada vipi zingine? Nwa hada gaihe irege. Tani ndashihura usihura. Todo nagashishia juzi mliona huyu mzee anaitwa Uhuru Kenyatta. Wacha niwapatie a close example. Mliona huyu mzee anaitwa Uhuru Kenyatta akiambia William Ruto namna gani? Ati huyu kijana akaekae kidogo, agojea kidogo. Na huyu kijana anasema they are age mate. Lakini alisema huyu kijana akaekae anaweza ogojea. Ni kwa nini? Uhuru was born in 1963. What was the age of his father when Uhuru was born? He was 70. He was 76. So for those who have gone to school like me, tuangalie mambo ya genes. Yeah? Tuangalie mambo ya genes. When you are old, your genes are old. So Uhuru was born by an old man. Therefore, the genes of an old man came to this young man. Hallelujah. The genes of this old man came to this young man. So if you add from 1963 mpaka sasa ni 50, ilikuwa 6 years. See, around 6 years. Sasa add 72. Add 72 from 60. 133. So by the time Uhuru was retiring, he was 133 years old. That is why alikuwa naona Ruto ni mtoto.
Na alikuwa naona the age mood, ile mtu walikuwa anatembea na yeye wa karibu sana ni Raila, because Raila ako na 70 something years. Alikuwa anasema kijana inatagataga. Bwana Yesu, lakini wakiingia kwenye presidency first term, Uhuru na Ruto waliingia wakiwa youth. Walipiga kampeni wakiwa Uhuru, lakini wakati alitoka akiwa Ruto ndio youth, Uhuru ni mzee. Because genes zake zilianza kuongea za yule mzee. Sasa kama wewe angalia baba yako alikuzaa akiwa na miaka gapi? Washauri ni papa wanyu na miaka igana. Na miaka igana. So si yeye, si Uhuru alikuwa anaongoza nchi, ni baba yake, na alitapu nguvu za baba yake wapi ndio zitawale. Did you know where? Can I tell you? When he was sworn in, this man aliitisha Biblia nani? Ya baba yake. Kisha ile presidential standard aliitisha ya nani? Ya baba yake. Hakutumia yake, aliitisha ya baba yake. The presidential standard, I want to teach you today about what is the presidential standard. The presidential standard ni ile flag only flown by the president himself. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the president only who is allowed to fly the presidential standard flag. Na yeye ndio udesign, yeye ndio usema mimi nataka yellow, mimi nataka blue, mimi nataka green, kwa sababu that is hiyo ndio spirit ili atatuongoza nayo. So hiyo bendera ndio kingdom. Ruto is a king, but the presidential standard is the kingdom, is the spirit that rules. Ndio nananga akifika KICC inapandishwa, akishuka inaenda, akiruka kwa hii gari, aruke kwa hii gari. Hii alikuwa inatolewa haraka inawekwa kwa gari nyingine, because the spirit, hiyo bendera ndio the spirit, ndio utawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona akitoka kwa kiti lazima arudishiwe. Anaambiwa chukua spirit yako. Wakati Uhuru alichomoka kwa kiti, alirudishiwa kitambaa yake. Kwa hivyo the spirit has gone, imerudi, imefukua nini? Kitambaa. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the kingdom. Hiyo ndio spirit ya nini? Ya the king. King is Ruto, but hiyo kitambaa ndio the spirit, and that is what we call the kingdom. Umenielewa? So everywhere in the world, every president has his own design. So wakati Uhuru alikuja, he never designed his own. He took the spirit of his father, and the Bible that carried the spirit akaanza kuongoza nayo. Ndio uliona all his term alishindwa kuunganisha Ruto na Raila na yeye. Lakini wakati akatoka kuwa president, alienda Ethiopia, akaunganisha Ethiopia, akaenda DRC, akaunganisha, because now he was Uhuru the boy. Hallelujah. That is how it works. Life is spiritual. Anything that you do is spiritual. So when he was ameenda Ethiopia juzi, without the president, without being the king, na ameunganisha huko Oromos, amewatuliza. Lakini wakati he was the president, he was unable to bring Raila na Ruto together. Na in any case, aliona Ruto as a boy, kwa sababu the spirit that was in him was as old as 150 years old. So ndio uliona kimwili kilienda kikakaa hivi, mpaka ukasikia venye anaongea maneno, anaongea kimzee. Ati ati wanasema mayagai, wakisema hivyo sikia president anasema mayagai, unashindwa huyu ni president mgani? You don't swear. You don't swear. You just make a statement, and the statement is an order. Ruto saizi akitaka kwenda kwa choo lazima msimame, aende anyambe arudi, because himself is an authority. Sasa haki ya Mungu mkifanya hivi, haki ya Mungu mtajua mimi ni nani. So he doesn't know who himself is. Bwana asifiwe sana. In Joshua 1 verse 4, Joshua chapter number 1 verse 4 and 5 inasema, then I will finish there. I think my time has really gone. I'll continue this. Ni mzuri, ni tamu sana. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, or the land of Hittites,
and the great sea towards going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. What does that tell you? That when you are going to walk with me, that is what he was telling. He gives you a territory. When you walk with God, he provides a territory for you to exhibit. A territory where you'll be walking. That from Euphrates, from this, kutoka hapa, kwenda hapa, kwenda huko, and no man will stand against you. No man. When your path is with God, no man, no power, no authority will triumph over you. You will be able to conquer, irrespective of how strong challenges are, irrespective of how powerful they are, irrespective of who is against you. It doesn't matter. When God promised Ruto, and they told Ruto, you're going to become the president, Uhuru and everything, the army, the intelligence, the CID, and everybody, plus the people of Kenya, all of us, see me nilikuwa pale ya Ruto, waligang against Ruto. The system, the entire system, ganged against Ruto. But Ruto with a wheelbarrow, kwa sababu hakuwa na wheelbarrow mbili, alikuwa na wheelbarrow moja. Alizunguka Kenya mzima akipromise watu hiyo wheelbarrow, na watu waliinunua. Niambie mtu mmoja alipatiwa wheelbarrow na Ruto? Niambie mmoja ambaye atakutana atenda na wheelbarrow ya Ruto hii. Hakuna. Ilikuwa imewekelewa juu ya lori. Anakuja anawapatia kule State House, nilikuwa huko. Anawapatiana zile State House ya Karen, wa vijana wanapatiwa, wanaambiwa sasa edeni padile mkakule. Wanaenda kukula padile, wakienda kukula padile wanaonyeshwa gate. Mtaletewa. Wanyadaro wanakuja wanapatiwa. Wamuranga wanakuja wanapatiwa, because God will magnify that small thing you have for everybody to cherish and desire in it. He will make you a great. The small brain that you have, the small money that you have, God will magnify that money. Na watu wakikuona wanaona a billionaire. Unakuta watu kutoka Nigeria wanasema, I want to meet that man. Anakupatia kadi, kumbe ni Dakote. Anakuambia, I want to partner with you. Bako na shida, kai. Kai. Mimi. Ati Dakote. Partnering with me. Sasa ukiwa mjinga ukaanza kupata na spiritual connection, immediate spiritual connection, you lose the opportunity. And once you lose that opportunity, because there are opportunities that come after a season. These opportunities we see, they don't come. Asikuage ati ziko hapo. There is a time and a season for your blessing. So if you are blessed, if this month, this is hii mwaka ndio Mungu amepanga mwezi wa 6 tarehe 6. Upite hiyo na unabarikiago after 10 years, you do have to wait for another 10 years. That is why unakuta kuna mtu ukumbuke wakati ulipiga jackpot mzuri, ulitengeneza tupesa mzuri, ilikuwa 1986 mwezi wa 6. Sasa ukoje ukute 2006 ndio tena umegoka kitu mzuri, pesa mzuri. Hebu hesabu kutoka 2006 na 2006 na 1986. Ni miaka ngapi hiyo? Yeah? Ni 20. Kweli? Ni 20 years. Sasa utajua your cycle is 20 years. Sasa utaongoja ikikuruka, uongoje mpaka 1946. 2046. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo be very careful. When this word comes, when these blessings are coming, note kabisa uangalie. Uangalie cycle yako ya miaka pale umekuwa ukiinukia. Mahali ago alikuja kutoka Amerika akakupatia shilingi 10,000. Uangalie pesa kama hiyo ingine ikiwa pamoja ilikuja after how many years. Ingine kama hiyo ilikuja, utaangalia hiyo ka pattern katakwambia the next money itakuja lini. Utake imagine yako cycle yako ni 30 years na huko 50 years. Toganelia. Toganelia. Uturokiritaga ugo wega thuri gakuru no kuhoyora hoya mbeca. Andu magakuragia muthuri kariki. Kamegode kigayo wariko. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand. Now, ukisa ku understand, and only this can happen to if you walk a path with God, because God will give you revelation. Joshua walked with God.
In every step, in every move he was in, he walked with God. Kila mahali alienda. Hata interpretation ya kule wameabiliwa, he was able to interpret and see God winning this battle. So whatever he did in his life, he saw God. He never followed Moses to the mountain. He knew God is everywhere. Alikaa kwa tent. So be patient and have God within you. Walk with God, and nothing will win against you. No weapon that is fashioned against you that will prosper. Nothing. Because you are with God. And God, when God commands your path, He will not misguide you. He will not mislead you. He will always take you where you are supposed to be. And no territory and no person who is superior than you will ever be able to conquer you. You will always be winning battles. Ambaka watu wanashindwa, how is this man making? Ndio nakutaga watu wanasema ninyi na modole tale devil worshiper. Todo uwe ni weteketie. Uwe ni omoe edugwa unasikia kwa Wakikuyu ndio wanaweka Mungu na ubwa na shetani pamoja. Wakikuyu? Kikuyu in the house? No mkono. Wakikuyu kwa nyumba. Kikuyu in the house? Kwani ni Kikuyu tupu hapa? Gai guyo ebe sata akoma. Unakuta meka Mungu na meka ubwa na shetani pamoja. Ni Wakikuyu. Wakikuyu mkienda mbinguni hata mimi nitakaa mahali nichukulie nione mkiingia mbinguni. How can you put Mungu na ubwa na shetani pamoja? Teguyo ebe sata goma. Unakuta ni pastor. Ni pastor anaongea hivyo. So unakuta we glorify that. Meaning that when you walk with God, your territory is extended from the desert to the Lebanon, and from the great rivers Euphrates and the Hittites country to the great sea on the west. So when you allow yourself to walk with God, your territory is expanded. You will grow bounds after bounds. You will mature. You will extend. You go beyond boundaries. You will conquer where your clan never conquered. You will win battles that your father never won. You will conquer. You will succeed where people never succeeded. That is why I say your territory will be expanded if you walk with God. If you walk with who? If you walk with who? There shall not be any man able to stand before you. Nobody. No man can stand against you. Utawashinda, utawapiga, and you will win all the battles. Bwana Yesu asifiwe sana. And they say all the days of thy life I was with Moses, so I will be with you. If you walk with God, God gives you a promise that as he moved with your grandfather, as he moved with your grandshosho, he will move with you. But if he never moved with your grandshosho, where do you expect the promise coming from? Kama shosho yako alikuwa mchawi, do you expect any blessing from him? Because when muzizi, muona unanoe morogi. Bako kwanyu kwena getina kiorogi, na dole wa disconnect kuma koriorogi osio, gaya kuonaga morogi. Ono kondia kanitha kao. Noko dia kanitha kwa Waruinge. Weni mchawi. One amaka. So, as I walked with Moses, was your mother walking with God? Was your grandmother walking with God? So wanyuni adiana gai. Eh? Wewe uli gukari, ale modo moko. Ali modo mogo. Uwe ukire modo mogo ginya riu. As I walked with Moses, otore dathiaga na Musa, noguo nguthie nawe. Oguo otore itathiaga na mami wanyu ri, otore itathiaga na guka wanyu ri, oguo noguo itaguthie nawe. Until you disconnect yourself from your mother, from your grandmother, until you break the altars that speaks in your family, that is when you are going to succeed. Bwana Yesu asifiwe sana.
God, he walked in a promise. God walks in a promise. If the promise was broken, pale nyuma, wakati your grandfather aliroga watu wakakufa, if the promise was broken, he will have nothing to say. As I walked with Moses, as I walked with your grandfather. Did he walk with your grandfather? Utakeje ndio tuweke muhujia. Kwenda ufanyike muhujia na baba yako guka yako alikuwa mugaga. Ni nini utalete hapa? Ni ugaga mtubu. Nikiona kanisa we have so many wagagas. Ndio wanakuabiria mashamba, wanakuabiria mataito, magari hapa kwa pulpit. Si kupenda kwake. Ukisimama hata saizi nikalete mugaga, asimame hapa. Na ni altar ambayo ni anointed. The anointing will activate the spirit in him. You need only to be in a position where the Spirit of God is, any spirit is operating. The spirit just operates because life is spiritual. It touches the button and it activates the spirit. And the spirit, once it's activated, no matter which side it is, utaanza kusema maneno. Utaanza kusema maneno. Hapo ndio unaona mtu sasa vituko zinafanyika hapa. Na watu wanafugwa kwa pulpit. Kumbe ni mugaga alikalia pulpit. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeenda kwa wagaga kwa pulpit, si ndio? Hallelujah. In verse number 6 of Joshua, be strong and be of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to your fathers to give them. So means that he swore, aliapa. Kama mama yako na baba yako hawakukuwa na Mungu, aliapa kweli? So there is no covenant that you are walking in, and we all walk in the covenant of God. All the promises of God, they will never fade. They don't fade. Whatever he promised, he will come to fulfill. Whatever he promised and they say to you, itakuja kutimika. Hiyo kitu aliambia nyanya yako itatimika. Aliambia mama yangu atakuwa akienda dunia, nchi zote za dunia. My mother, my own mother. And she was told about it. Inasikia ni kitu alikuwa anatuambia 1963 ati ataenda dunia mzima. Mama yangu alienda Amerika akiwa na 89 years. Sasa tukiwa pale kwa airport niliona mama anamwaga machozi. Nikamuuliza neke mami, akaniambia leo ule. Nikamuuliza nini? Kitaba kioneka yoyo. Alegire kore kadide mwire tudadide mutumia mukoro. Nikamuuliza ni hamwa hetanirie nake. Tondu wagiriro ni kuria indo icio ye munini. Kirathimo gikiruga when she made a mistake, the blessing ikajump ikatoka kwake akamiss what? Sini mwafundisha akamiss season. Hiyo season wakati imerudi akiwa 87. Kwa hivyo ni nani amechukua season yake? Mimi ndio nilichukua. Mimi nilienda Amerika nikiwa na 29 years. Watoto wangu wameenda Amerika wakiwa na 2 years, 5 years na 1 year. Mimi ndio nilimpeleka Amerika. Akalilia kule kwa airport. Alienda kama amefungwa kikaba hapa na kibaji na picha yake na akakalishwa wheelchair kama kiwete. Kwa sababu alimiss season yake. Sasa ameenda kukula matunda kama hana meno. Bwana Yesu sana. Ameenda kukula nini? Matunda kama meno hakuna. Ameenda Amerika. Sasa Amerika, katika Amerika, watu wote Amerika wanafurahia wale wako na watoto. Atashoshweko anapelekewa vitoto. Anakuwa babysitter. Vitoto vingi. Akikuja anakuja na dola mingi sana. Meaning, hiyo pesa haikukuja jana. That money was there when he was a girl. But now he can haezi kwenda kwa supermarket etidathiko shagora nguo araja taitwarithia gakari ekwikatia. She missed her season. Now it is we who are driving her season. Don't miss your season. Tell your neighbor, don't miss your season. Leela season yako. Kulia season yako when it is there. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikulie. Si vibaya tunampeleka. Anatembea kwa wale wameenda nyumbani wamemwona ni mama mzuri barubaru. Ako sasa na 1 years. Na anataka kwenda next month anaenda America. Athi akaikare na ciana thukome dola. Mutumia ati mugoda rayo kakugura.
Niagothie. Akiri gwake arathi gore ciana ciake. Mwathani agocwo. Don't miss your season. Tusimame kwa miguu yetu. Watu wamesimama. Nataka ujipeleke mbele za Mungu. Uulize Mungu, am I in my season? Why am I going through all the life I'm going through? Umeenda kwa manabii wote wamekuombea, but there is nothing that is happening. Could I have missed this season? Nimeanzisha biashara, nimeanzisha kila kitu. Am I within my season? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wacha kujihurumia kwa sasa. Kama imekupita, imekupita. Wacha tuombe tu, tuone kama Mungu akupatie miaka, ungoje another 40 years. He reverses. He can reverse. Just open up. Fungua kinywa chako. Nena tu na Mungu. Fungua tu kinywa chako tunapoimba. Mwambie huyu Mungu, I don't want to miss my season. I want to be in my season. I want to win this battle. I want to walk in your path. I want to walk in your direction. Just tell him. Kuna besi zilienda wapi? Jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo, imba roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo, roho yangu na ikuimbie. Jinsi wewe ulivyo. Punguza tu sauti kidogo. Roho yangu na ikuimbie. Inua mikono yako juu, mwambie roho yangu na ikuimbie. Nenda na huyu Mungu, mwambie na roho yangu na ikuimbie. This Lord is here. Roho yangu na ikuimbie. jinsi wewe ulivyo, imba roho yangu Bwana na ikuimbie. Inua mikono yako, mwambie jinsi wewe ulivyo, roho yangu na ikuimbie. Fungua kinywa chako tu. Fungua kinywa chako, nenda tu na Mungu. Mwambie wewe tu ndio unastahili kunibariki. Wewe tu. Mwambie unaweza kupiga magoti yako chini. Unaweza kupiga magoti chini. Unaweza kuketi chini. Ukamwambia huyu Mungu, na roho yangu inataka kukuimbia. Mwambie nataka kukuimbia. Mwambie nataka kukuimbia. I want to sing to you. Mwambie I want to glorify your name. I want to lift up your name. jinsi wewe ulivyo, imba roho yangu Bwana.
jinsi wewe ulivyo mkuu, imba. Asanteni sana. Semeni Bwana Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Nainua mikono yangu hii kujikatanisha, kujitenganisha na maroho aina yoyote yale, yawe ni ya babu ama ya shosho ama ya maeneo ama ya kidini, ambayo yamenifunga kunizuia nisifike kwenye upeo wangu. Kutoka sasa ninaungama dhambi zote zilizotendwa ni grandmother ama grandfather, zile zilizotendwa za kimaeneo na zile zilitendwa kupitia kwa vinywa vyetu. Kutoka leo I surrender that from today I am a free person, disconnected from generational curses, from generational boundaries, from territorial altars, from blood altars, from tribal altars, and from generational covenants. Today, I claim myself an altar to serve in your kingdom. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. Kama umesema hivyo, wekelea sadaka yako hapo. Umefunguliwa. Wekelea sadaka yako, iwe ni sacrifice, just put it on the altar. Ushafunguliwa. You are free. If you have met those words. And also for those who doesn't have an envelope, kuna kitu nataka niwaambie. I want to give you an envelope. There is a sacrifice I want you to raise. This person called Joshua was able to get into Canaan. He passed through 3 generations. The generation of Egypt, the generation of wilderness, and the generation of Canaan. I want to connect you to the next generation of your success. Now that I have brought down, chukua. Now that nimevunja madhabahu ambayo ilikuwa imekukamata. Now that kutoka sasa, kama ni shosho alikuwa amekushika, amekuacha. Kama ni guka alikuwa amekushika, amekuacha. Kama ni maeneo ambayo umetoka, ambayo ilikuwa imekukamata, imekuacha. You are free. You are free from any bondage. Kama shosho amekuwa kikuzungumzia, from today he will not speak to you. Kama guka amekuwa kinena, ama shamba ya guka imekuwa kikuzungumzia, from today it shall never be the same again. I want to, once you put your sacrifice here, nataka nikupatie bahasha ya kuinua madhabahu ingine mpya. The Bible says in the book of Jeremiah, chapter number 1, verse number 10, that see today, I have given you power over nations and the kingdom, to bring them down, to overthrow, to destroy, and to pull down, and to raise and to build. So those are 2 assignments that were given to Jeremiah, to pull down all the altars in their lives, to pull down all the covenants that were made by their fathers, to pull down all the sources of witchcraft, the sources of poverty, the sources of confusion, the roundabout spirits, the spirit of stagnations, the spirit of wickedness, the spirit of immorality, the spirit of idolatry. He get the power to bring them down. And he was given the mandate. The book of Jeremiah. Somebody to give it there. Chapter number 1, verse number 10. See today, I have set you over nations and over kingdoms. I want to explain to you what are the nations and what are the kingdoms. Nation is an institution. Nation is an institution.
nation Kenya, nation Uganda, nation Tanzania. That is an institution. Marriage is an institution. Nation. Marriage is a nation, is an institution. Family is an institution. The kind of job you are doing is an institution. The home that was left by your grandmother, your grandfather, Baria Karaja, is an institution. And that is what's called a nation. See, today, I have set you over nations. So God has set Jeremiah over nations, over institutions, marriage, family, territories, all those kind of things. And over kingdoms. Kingdom is the spirit. It has a king and a dominion, dome. Where we have kingdom is a king and the dominion, that is kingdom. So king is the personality and the dome is the spirit behind the personality. So when God sets you over nations, it is you to bring down the nation that destroys your marriage, the nation that destroys your family patterns, the nation that destroys your successes. Every success in your life is controlled or determined by the nation you are. Where were you married? Uliolewa wapi, kwa familia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kanisa gani? This is a nation. This church is a nation. But the man in this, who is the father of this house, is the king. And being a king, he is operating in a spirit. That is what makes it a kingdom. Hallelujah. Mpaka hapo tumeelewa? Are we together in that class? Now he's saying, I see today, I have this day set thee over nations and over kingdom to root out. So, over nation, uthamaki uria uthamakaga thiini waku niguo kingdom. O munye, to root out, ungoe, uthamaki wa ngoma, uthamaki wa thina, uthamaki wa immorality, uthamaki wa idolatry, uthamaki wa ogo, uthamaki wa orogi, kiria giathanaga kwanyu, kiria giathanaga thiini wa marriage yaku. Marriage ni bururi, ni institution. Kiria giathanaga thiini wa kihiko giaku ni ki? Ni igongona, ni kigongona kiriko giathanaga thiini wa kihiko giaku. You root out omunye kiu. See, today I have set thee over nations. Nidakuhe hinya omunye kiria giathanaga kihiko-ini giaku, omunye kiria giathanaga muturire-ini waku, omunye kiria giathanaga njira-ini ciaku, ciana-ini ciaku, mawira-ini maku, and to pull down orode uthamaki ucio, and to destroy ucoke uharaganie uthamaki ucio, and to build and to ucoke uhande uthamaki mweru na wake uthamaki mweru. Warikia kumomora wake gutitigagwo vacant. Watigwo vacant, uthamaki urio urari kuo niguo ucokaga. Hello? Tunaelewana mpaka hapo? Nimewa confuse? Naona kama mmekuwa confused ama inakuingia vizuri. Ndio uelewe Jeremiah anamaanisha ini alipatiwa an assignment ya Jeremiah. It was meant to pull down kingdoms and nations that were controlling. Kihiko giaku ni bururi, ni nation. Na kihiko giaku ni kiri no thamaki. Wetagwo bari yao ya gutheka. Bari ya gutheka ucio niguo uthamaki uria wathanaga gutheka. Bari ya gutheka ucio niguo bururi, nation. Ni kuri mundu ucio witanitio na bari iriku? Niwe gutheka. Nwanyita
ucio riu niwe muthamaki na muthamaki ucio ni ari roho wake uria wathanaga kundu kuriku ni mwanyita ndenda kumutariria na njira mukuhota kuelewa mutikauge na ahunjagia na githungu na niguo muiru na ndirakwira atiriri kanitha ino guku turiri ino ni nation. This is a nation. The church synagogue is a nation. Kehiko ni nation. Mwathani agocwo. Wira waku uria wigite roda ni nation. Gwaku mucie ni nation. No kwage na muthuri gugatweka kingdom. Uthamaki gukage na uthamaki. Bururi ucio ukagea na Kenya itagwo Kenya. No president wa Kenya itagwo Ruto. President niwe muthamaki. No bururi wetagwo atia? No ni uri na ki na muthamaki. Muthamaki ni mundu. No lito muthamaki rigacenjia rigatweka uthamaki. Roho. Wanyita roho uria wathanaga thiini wa mundu ucio niguo uthamaki. Gucia ni mwanyita hau mutikindehe kiu ni da struggle muno ni da struggle muno. Riu urerwa atiriri umomore bururi ucio kihiko kiu kuu uhikite wako ni kia ngoma umomore kihiko kiu no uthamaki uria wathanaga thiini wa kihiko kiu. Did you get me now? Wakorwo ni wira kuria urutaga wira ucio ni wira ni institution no mwene wira no ucio niwe muthamaki wa wira ucio ahuthagira roho riku umomore uthamaki ucio wake wikwa guku no uke no umomore guku na wathane guku na uthondeke uthamaki mweru guku. Ayu twi hamwe utoro atia tumunye uthamaki no igwa no enderera te utinda gwitorera maithori haha umunye umomore no munye uthamaki ucio urathana kuu uhande to build to build and plant wake uthamaki ungi na uhande. Ndikani muranyita umunye uthamaki ucio wake waku uria urenda. Gutire mutumia mwega mutumia ni guthondekwa thondekagwo. Gutire muthuri mwega tukanyone haje kwena ati ni ketora de had some takuramba apo menya ni uthamaki uriku ukoragwo thiini wako no korwo de getoro na kihadisamu iyo ni ucio ni bururi andu ni meriragiria guka gwikara Kenya no mathina maria mari Kenya ndungiomereria andu ingi meriragiria guthii America andu aitu mathii America ingi muno na mekuo no thina uria mararira kuu ungigairwo kathina kanini ni twiciragia te wana mundu wa America kona ena besha na nikio tuturagia na tuthimu andu acio excuse them mahei kahinda mathukume methondekere maisha mao gutiri andu mena thina ta andu acio mathukumaga milioni imwe no milioni imwe mbeca ciake cigutigara hau ni ciringi 20. They work for bills. They work for bills. They pay bills. Yes, ni araikara bururi mwega ni aratwarithia ngari njega tondu ngari ni gukomba ngari mundu ahuraga thimu agodenda Mercedes ikareho gutire thina ati thiwandike statement thiwandike ki bata ni uraruta wira you are given. But these people they struggle. Tutige kumwona waigwa mundu wanyu ni athire America mugakorwo family na kirani yothe riu ni aroria meciria America ni muragire na mundu wa kumuthondekagira mbeca. They struggle. They struggle. Andu acio matikomaga toro arutaga wira mathaa 18 nigetha ahote kuriha nyumba na ahote kuona gia kuria na ahote kuthomithia twana toke. They struggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Andu acio makoragwo mena matempa makao mari arakaru 24/7 muhitanagia nake kaundu kanini ugu kanini tu wage kumwariria thiko igiri na we boyfriend yake maundu maria gukorekereria nduri wa mona
tondu ndari handu hangi ha ku release pressure nikionaga akuhurira thimu ndwaragia niwe tu akuhe uhoro tondu ni ku release ara release riu nae tikira tu release nitikira tu release muteithie akore shirikia guthina ku stop it uko ina maisha mega uko no ikara nyumba na gathimu no thondeke mbeca kuria ndungihota. So let's pray for them. Tumahoya tondu mathirio thamaki-ini uki no matierirwo ni mundu ni agaruraga uthamaki ucio ukufit. Hallelujah. Na kugarura uthamaki mundu agaruraga ati uthamaki ucio. Kuna mtu asikii? Yeah? Sasa sio ni shauri yako sasa. Nitamsaidia tu usijali. Nasema ukienda nchi za Ulaya lazima uelewe kuna siri. Huyu Yeremia aliambiwa nini? See, today I've set you over nations and over kingdoms, to go and root out and to pull down and to destroy, then to throw down. What does that mean? That when you go to America, do not go to America and conform to the gods of America. Go and root down, ungoe miungu na nguvu zote za Amerika, upande zako. Build your America, build your marriage. Ukikuja sasa nimekuoa, kwetu kuna mizimu ya kwetu, kuna mapepo za kwetu. Kuja ukiingia kwa boma yetu, ngoa ndio ndoa yetu isucceed. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kukaa ati umekuja ati ndirahikirio ni mundu na rejirava nina aikara garuda ekagacha nigetha thia gaikare ruda ndio aende ruda. Do you know how much price he has paid? Do you know? Ndio ukuje unikute naendesha Mercedes Benz. Anayeona niko na shamba kama eka 10. Nimejenga kinyumba kikubwa. Anakuja, hey, God has blessed me. Oh my God. Oh my God. At least tall, dark and driving a Range Rover. Do you know how much I've paid to drive a Range Rover? Do you know what sacrifices I may offer for me to have that house? You need to come and understand. And that is why I turn you back to do a spiritual mapping. You understand what God, what kind of a kingdom is this one? Yes, this man is driving a Range Rover. This man owns a big house. This man is a rich man. What kind of a kingdom is in this man? How did he get to here? What kind of a God are you worshiping? Don't just see a Range Rover. I am 30 years old. I'm driving a Range Rover. I have a house in Runda. How lucky was I? There must be a sacrifice. Kuna sacrifice nilitoa ndio imenipatia hizi maneno. Nothing comes to you without a sacrifice. It is not luck. There is no luck. Never be cheated by anybody. It is a sacrifice. Sacrifices commands. When Abraham in the book of Genesis 22 say, and after all these things, after what? After these things, God tested Abraham. After. So there must be, you have struggled, you have fought battles, and then God decides, wacha nikiangalia kama is worthy the blessing he's asking for. And after all these things, God tested Abraham. Then what happened? God tells Abraham, give me your son, the only son whom you love. Those are 3 statements. Give me your son, the only son whom. That is a mockery from God. That's a mockery from God. Remember, this is a son that this man had struggled for 80 years to look for. Then give me your son. Statement 1. Your only son. Statement number 2. Whom you love. After these things, God tested Abraham. Then he tells him, bring him over to Mount Moriah in one of the mountains
and give him as an burnt offering. Bring him to Mount Moriah in one of the mountains. Those are hidden statements that you need to understand. Give me your son, your only one, whom you love. So a sacrifice is a treasure. Hallelujah. A sacrifice is a treasure. Ni kile kitu unapenda. That is what God accepts. Number 2, bring him to Mount Moriah in one of the mountains I will show you. So not every mountain is a mountain. Bring him to Mount Moriah in one of the mountains in Mount Moriah where I will show you. So you don't just bring your sacrifice because sacrifices are given. God must tell you in this mountain, which mountain? Kwenye hii mulima ni mulima gani? Mulete kwenye mulima Moriah. Mutatoka nje. Mulete kwenye mulima Moriah, kwenye mulima mmoja kati ya milima ya Moriah ambao mimi nitakuonyesha. So that's another secret. Ni mulima, yes, mulima gani? Yeye Mungu atakuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mulima gani? Kwa hivyo kuna milima ndio, lakini kuna mulima ambao angenataka yeye upeleke sacrifice yako. Akiwa hapo alikaa siku ngapi? Siku 3. So don't rush. Tengerera. Think about what you are giving. Don't rush. Alikaa siku 3. Katika siku ya 3 akafunguliwa macho, akaambiwa mulima ndio ule. Akaenda hapo, akawacha wale wafanyikazi walikuwa nao. Kwa hivyo si watu wote ambao umekubalishwa kuenda na wao. Alikuwa amebeba wafanyikazi wakawachwa because they were not part of the blessing of the Abrahamic blessing. They were not part. Go dragging your entire clan here ati mnakuja kuraise a sacrifice. That is not a sacrifice. A sacrifice is raised by you who God spoke to. Hello? A sacrifice is raised by who? You who God spoke to. Not the clan you are dragging. Atendeda kukobwa family ito. No. Moses is one. Moses is one. The liberator is one. You can stand in for the entire clan of your family and change the whole situation. Then he drops the donkey and the 2 servants. After that he decides to move. Akaenda akaanda madhabahu. That is another hidden secret. Akaanda madhabahu, akatengeneza madhabahu in an orderly manner. Then akawekelea kuni. Alipomaliza kuwekelea kuni, mtoto akamwambia, "Daddy, ninaona kuni, ninaona kisu. Where is the sacrifice?" He tells him what? God shall provide for himself. Listen, see, God will provide. Understand English, go to school. Who was your teacher? Who was your English teacher? God shall provide for himself. Not God shall provide. God shall provide for. So who is the owner of the sacrifice? It is God who gives you what to give because it is for himself. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? So I want, after that small teaching, I want to give you envelopes. Now, wale wametoa nimeichukua kama sacrifice ya kubomoa. Nikupatie envelope. When the God shall provide for himself ya kujenga. Pick your envelope. No diyo kuruma na gera nako.
Ni yule anataka, usilazimishe mtu. Ni yule anataka. And you remember, give me your son, the only son whom you love. How, sir? How are you? Yes. Shashu. Shashu. Out! Squad. Nini umevunja hivyo? Simu umevunja sana. Laiti ningekuwa wewe. This is the most precious, wonderful, and the most important teachings over your life. I'm not laying on anybody a hand. Set yourself free. Sitakuwekelea mkono. Na nimemalizana na nyinyi. Jifungue. Nimekufundisha. It is upon you now. Roda umesikia? It is upon you. Kuna roda bili. Hata ni roda. Na wewe ni roda. Na wewe ni roda Jerry. Wagoi. Hughes. Nataka wale wamechukua hizo bahasha ziinue mikono juu, ziinue tu juu kama umeshika bahasha yako. Nataka niiombee so that God can provide. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you and I honor you. Ninaifunika bahasha hii ambayo inaenda kuwekwa sadaka, ambayo ni sadaka ya kuvunja, ya kuteketeza. Maana this is a sacrifice to set your people free, that they may be able to conquer nations and kingdom, that they may be able to uproot, to destroy, to pull down, and to build and to raise up again. Father, may you guide them to be able to know on which area they need to tackle in their life. Guide them to understand what is your agenda in their lives. Bless them. Bless them as they have lifted up. Ulituambia tuandike maono yetu kwa herufi kubwa, maana hiyo ndiyo vision yetu. Wamekupatia vision. Wamekwambia katika nyoyo zao what they want to do or what they want to become. Father, look at their hearts. Look at their minds. Look at their soul. As you deliver them, Father, also deliver me. As you change their life, also change my life. As you make them new, renew also me. As you make a new covenant with them, make a new covenant also with me. Make a new covenant also with them, that they may be able to dwell in you, to dwell and walk and live according to your own plan and your own destinies. Father, lift them up. For it is in Jesus' name I pray. Somebody say amen. And now may the grace after 3 days, Nidini, you are from tomorrow? Yeah? Saturday. Today is 3 days from tomorrow. Thursday, Friday, Saturday. Uniletea hiyo Sunday, hiyo bahasha. Bethel Clouds TV.